Nashukuru sana Mheshimiwa Spika, na mimi kwa vile ni mara yangu ya kwanza kusimama mbele ya bunge lako tukufu, naomba nitumie fursa hii kumshukuru sana Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kuniamini na kuniteua kumsaidia kama naibu waziri wa mifugo na uvuvi, na namwahidi kwamba nitafanya kazi hii kwa weledi, nguvu, bidii kadri Mwenyezi Mungu atakavyonijalia. Na Mheshimiwa Spika, kwa niaba ya Mheshimiwa Waziri wa Mifugo na Uvuvi, naomba kujibu swali la Mheshimiwa John Francisco Nziranyingi kama ifuatavyo. Mheshimiwa Spika, serikali inaendelea kutekeleza mipango kabambe ya kuendeleza sekta ya uvuvi wa mwaka 2021 mpaka mwaka 2037, ambapo kipaumbele ni kuendeleza, kuanzisha, kuimarisha na kufufua viwanda vya kuchakata mazao ya uvuvi nchini ili kufikia kwenye uchumi wa viwanda unaoongozwa na sekta binafsi kwa maendeleo ya watu. Mheshimiwa Spika, ili kuhakikisha viwanda vyetu vinafanya kazi kulingana na matarajio ya serikali, wizara ipo katika hatua za maamuzi kulingana na taratibu za serikali kuanzisha mamlaka ya uvuvi kwa lengo la kuimarisha usimamizi wa rasilimali za uvuvi na kupambana na uvuvi usiozingatia sheria ili kuongeza upatikanaji wa samaki na hivyo kuwezesha viwanda vyetu kupata malighafi za kutosha. Kwa hatua za awali, wizara imeweka maboya 32 yenye thamani ya shilingi milioni 224 kwa ajili ya kulinda mazalia ya samaki katika eneo la Luchelele katika Ziwa Victoria mkoani Mwanza. Mheshimiwa Spika, katika kuimarisha ushirikiano na sekta binafsi, wizara imeanzisha dawati la mitaji na uwekezaji kwa lengo la kufuatilia kwa ukaribu changamoto zinazowakabili sekta binafsi vikiwepo viwanda hivi vya samaki, kuzitafutia ufumbuzi na kuongeza uwekezaji na kuchakata na kuongeza pato la taifa ili kufikia azma ya serikali ya kuelekea katika uchumi wa viwanda. Aidha, mipango mingine ya wizara ni pamoja na kuhamasisha ufugaji wa samaki kwa vizimba ili kuwezesha upatikanaji wa samaki kwa wingi. Mpango huu utasaidia kuchochea uwekezaji wa sekta binafsi katika viwanda. Mheshimiwa John Francisco. Mheshimiwa Spika, ninakushukuru sana kwa kunipa nafasi nyingine ili niweze kupata kuuliza maswali mawili ya nyongeza. Mheshimiwa Spika, pamoja na majibu mazuri ya serikali, je, ni nini mpango wa serikali wa kupambana na uvuvi haramu ambao unatajwa kuwa ndicho chanzo cha uhaba wa samaki na hivyo kupelekea viwanda vingi vifungwe? Swali la pili, Mheshimiwa Spika, katika majibu ya serikali pamoja na jitihada ambazo inafanya za kuhamasisha ufugaji wa samaki kwa njia ya vizimba, serikali bado haioni kwamba tutaendelea kuwa na changamoto ya upungufu wa samaki kwa sababu viwanda vyetu havitumii samaki aina ya sato ambaye ndiyo hasa anafugwa kwenye vizimba vya samaki. Asante Mheshimiwa Spika. Mheshimiwa Waziri. Nashukuru sana Mheshimiwa Spika. Nimpongeze sana Mheshimiwa mbunge kwa maswali mazuri. Katika swali la kwanza, serikali inatambua uzito wa changamoto ya uvuvi usiozingatia sheria na athari kubwa ambazo uvuvi huu umeleta katika uchumi wetu. Na ndio maana mpaka sasa tunaendelea na jitihada mbalimbali na mipango ya kupambana na uvuvi huu haramu ikiwemo kuunda mamlaka ya uvuvi ambayo iko katika hatua mbalimbali, na mamlaka hii itapewa nguvu ya kisheria na kikanuni ya kupambana na uvuvi huu haramu. Lakini pia serikali inaendelea na doria mbalimbali za ulinzi kwa kushirikiana na vyombo vyote vya ulinzi na usalama ikiwemo jeshi la polisi na jeshi letu la ulinzi wa wananchi ili kuhakikisha tunaendelea kupambana na uvuvi huu usiozingatia sheria. Serikali pia inaendelea kushirikisha jamii zetu katika kulinda rasilimali hizi za uvuvi kupitia BMU zetu ambazo tunazo katika miaro yote nchi nzima. Tunaendelea kutoa elimu kwa wavuvi wetu, lakini pia tunaendelea kudhibiti uingizwaji na uuzwaji wa zana mbalimbali ambazo zinachochea au kuchangia katika uvuvi haramu. Lakini pia katika swala la pili, Mheshimiwa Spika, tunatambua kwamba pamoja na kwamba serikali na kwa jitihada ya Mheshimiwa Rais tunaendeleza programu mbalimbali za kuwezesha Watanzania yakiwemo makundi mbalimbali ya vijana, wanawake na vyama vya ushirika kushiriki katika uvuvi kupitia uvuvi wa vizimba, lakini bado tunatambua kwamba uvuvi huu hauwezi kuwa mbadala wa uvuvi wa asili. Na kwa misingi hiyo ndio maana tunaendelea na jitihada mbalimbali za kupambana na uvuvi usiozingatia sheria, kuu zaidi ikiwa ni uundwaji wa mamlaka hii ya uvuvi ambayo utaratibu wake katika mpango wetu wa serikali unaendelea vizuri, na tuwaombe tu waheshimiwa wabunge kwamba pindi tutakapokamilisha taratibu zetu za kiserikali na kuleta mpango huu wa uundwaji wa mamlaka hii, basi mtuunge mkono ili tuweze kuipa nguvu hii ya kisheria na kikanuni kupambana na uvuvi huu usiozingatia sheria. Asante Mheshimiwa Yannick Ndoinyo. Asante sana
Mheshimiwa Spika kwa kunipa nafasi ya kuuliza swali la nyongeza. Na kabla sijauliza, kwa kweli nitoe shukrani nyingi sana kwa Mheshimiwa Rais Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan kwa kutimiza ile ahadi yake ya kutujengea barabara ya gamba gumu kutoka Ngorongoro kwenda kule Mbogani Serengeti. Kwa kweli ile barabara imeanza, kwa kweli tunamshukuru sana. Lakini swali langu la nyongeza linaenda kwa wizara hii ya mifugo. Kama ambavyo tunatambua, viwanda ni nyenzo muhimu sana ya kuongeza thamani ya mifugo na kuongeza masoko na kipato cha wananchi wafugaji. Wilaya yangu ya Ngorongoro, wananchi wakazi karibu 98% naenda kwenye swali moja kwa moja ni wafugaji. Je, wizara hii ina mpango gani wa kutujengea kiwanda cha nyama cha kusindika mazao ya mifugo ili kuongeza kipato kama vile ambavyo inafanya kwa samaki? Asante. Mheshimiwa Waziri. Kushukuru sana Mheshimiwa Spika. Serikali iko katika utaratibu wa kufanya mambo yafuatayo ili kuhakikisha tunaongeza uwekezaji wa viwanda vya nyama na kuongeza tija kwa wafugaji wetu. Kwanza ni kuendelea kuvutia wawekezaji wa ndani na nje ili waweze kuwekeza katika sekta hii ambayo kwa kiasi kikubwa ina uwezo wa kuchangia katika pato la taifa. Lakini pili, tunaendelea kuwahamasisha wafugaji wetu ili kuendelea kufanya ufugaji wa kisasa, kuongeza tija na ubora wa mifugo yao, ili pindi tunapofanya uwekezaji huu basi mazao haya tunayopata katika mifugo yetu yaweze kuwa na ubora mzuri ili kukidhi soko la ndani na nje katika nchi yetu. Mheshimiwa Kange Ligora. Asante Mheshimiwa Spika kwa kuniona. Mheshimiwa Spika, serikali ilikuja na mpango mzuri sana wa kuwakopesha wavuvi vizimba vya kufuga samaki ndani ya Ziwa Victoria. Tatizo limekuwa usambazaji wa vifaranga pamoja na chakula kwa wale wazabuni ambao wanatakiwa kufanya hivyo. Mfano mzuri wa kuchelewesha usambazaji wa vifaranga na chakula ni kwa huyu mvuvi anaitwa Jafet Moya Rogombero Ngeresi Nyamuguru, ambaye alipata vifaranga baada ya miezi 9 wakati vizimba vilikuwa ndani ya maji. Je, serikali ina mkakati gani wa kuhakikisha kwamba hizo kero zinaondolewa ili mikopo hii iwe na tija kwa ajili ya taifa letu? Asante Mheshimiwa Spika. Mheshimiwa Waziri. Nakushukuru sana Mheshimiwa Spika. Serikali pamoja na kutoa uwezeshaji huu, tunaendelea kufanya tathmini ya karibu sana kuona changamoto zote tulizonazo katika uvuvi huu wa vizimba. Moja ya changamoto ambayo wavuvi wetu wamekutana nayo ni ucheleweshwaji wa vifaranga pindi wanapolipia kwa wale wazalishaji. Na tayari tumeshaanza kufanyia kazi changamoto hii, moja ikiwepo sisi wenyewe kuanzisha na kuendeleza vituo mbalimbali vya uzalishaji wa vifaranga bora ili pale ambapo wavuvi wetu wanavihitaji waweze kuvipata kwa wakati, lakini hata kwa wale ambao wanazalisha kama sekta binafsi tunaendelea kuwafuatilia na kufanya nao kazi kwa karibu, ikiwepo kuwaratibu ili pale mfugaji au mvuvi anapolipia vifaranga vyake kwanza aweze kuvipata kwa wakati, lakini pili aweze kupata idadi sahihi aliyolipia. Nakushukuru sana Mheshimiwa.